Kwa jina naitwa Grayson Gideon, ni mshauri wa masuala ya biashara kutoka shirika la VSO Tanzania katika mradi wa kuimarisha uchumi wa blue kwa maana ya boosting the blue economy. Tuko hapa katika mafunzo haya ambayo ni mafunzo ya siku 5 ambayo yamelenga katika maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza ikiwa ni eneo la kuongeza thamani mazao ya bahari, ambapo tumelenga kuongeza thamani zao la dagaa na zao la samaki. Kwa nini tumekuwa na mafunzo haya? Tafiti zinaonyesha kwa kiasi kikubwa katika ukanda huu wa pwani ya Afrika Mashariki na Tanzania ikiwemo, kumekuwa na changamoto kubwa la upotevu wa mazao baada ya kutoka baharini, kwa maana ya post harvest period, kwa maana ya wakina mama wengi ambao ni wanashughulika katika shughuli hizi za biashara ya mazao ya bahari hawana ujuzi wa namna gani wanaweza kuyatunza, lakini pia changamoto nyingine ni namna gani ambavyo wanaweza wakaongezea thamani na kujipatia kipato wakati pale ambapo mazao haya yanakuwa hayapatikani kwa wakati ama yanapatikana kwa bei kubwa. Kwa hiyo mafunzo haya ambayo tumefanya kushirikiana na wataalamu kutoka SIDO, lakini pia wataalamu kutoka Survey Fish Market, kwa pamoja tumeweza kutoa mafunzo haya ya kuwasaidia na kuwawezesha wanawake kupata ujuzi ili ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuongeza thamani mazao haya ya bahari ili yaweze kukaa kwa muda mrefu, kwa sababu dagaa kama dagaa wakikaa tu bila kuongeza thamani, kwanza bei yake inakuwa ni bei ya kawaida, lakini pili biashara anauza kwa bei ambayo anaweza akayaondoa mikononi mwake. Lakini baada ya kupata mafunzo haya anajiona sasa kama bei itakuwa sio nzuri ambayo inaweza kumpa faida, anaweza kaongeza thamani na akauza kwa baadaye. Kwa mfano wakati huu ambao tumefanya mafunzo haya, dagaa wapatikani kwa wingi, maana yake bei imekuwa kubwa sana katika ukienda maeneo ambapo wanauza dagaa sokoni. Nini inatufundisha? Ni kwamba kuna wakati mazao haya yanapatikana kwa wingi na kuna wakati mazao haya yanapatikana kwa wingi. Kwa hiyo kupitia usindikaji wa namna hii ambao tunaoona sasa, mwanamke ama mtu yote ambaye anafanya biashara ama biashara anaweza akachukua mazao haya kwa bei ndogo wakati huo ambapo ni mengi na akasindika, na wakati ambapo mazao haya yanakuwa yapatikana kwa wingi anaweza bado akauza na akaendelea kujipatia faida yake. Lakini eneo la pili, tofauti na ujuzi wa kuongeza thamani, tumekuwa katika maeneo ya biashara, namna gani anaweza kusimamia biashara, namna gani anaweza kusimamia fedha za biashara yake, lakini ni namna gani anaweza akaongea na wateja, ni namna gani anaweza akatoa huduma kwa ujumla. Moja ya changamoto ambayo tumeigundua katika utekelezaji wa mradi huu ni kwamba wakina mama si kwamba wanakosa fedha za kuendeleza biashara yao, lakini wanakuwa na usimamizi mbovu wa rasilimali fedha kwenye biashara yao. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya tumeweza kuwasaidia, kuwapa ujuzi, lakini pia kuwapa zana rafiki ambazo zitawasaidia kuweka kumbukumbu zao za biashara vizuri, kumbukumbu zao za fedha, ili kuhakikisha kwamba kile chochote kinachoingia katika biashara yao na kile chochote kinachotoka katika biashara yao wanakuwa wamekiwekea kumbukumbu vizuri na kuona namna gani fedha zao zinatumika na kuweza kutengeneza ama kuweka mipango mikubwa ya baadaye na kuinua biashara zao kwa ujumla. Kwa hiyo tumekuwa na siku 5 nzuri. Niwapongeze sana washiriki wote na wakufunzi wote ambao wamekuwepo katika mafunzo haya. Tumefanya kitu kikubwa na tunaamini baada ya hapa tunakwenda kuona wakina mama ambao ni watofauti kabisa kama ambavyo wao wamejieleza na kusema kwamba baada ya hapa nini wanakwenda kufanya. Kwa hiyo nishukuru sana kwa ushirikiano wa partners wetu SIDO, lakini pia stakeholder ambaye ni Survey Fish Market ambaye ametusaidia katika organize na kupata mazingira mazuri ya kujifunzia. Tunashukuru sana na tutaendelea kuwasaidia kina mama. Asante. Kwa majina anaitwa Christabella Ladislausi, ni mkurugenzi mtendaji wa Survey Fish Market. Survey Fish Market tunajishughulisha na shughuli nzima za kuongezea thamani mazao ya bahari ikiwemo samaki, dagaa na mazao mengine ya kilimo. Katika mafunzo haya ambayo yameandaliwa na VSO kwa ajili ya wakina mama, kwa kweli tunawashukuru kwa sababu tumeweza kupeleka elimu kwa wakina mama jinsi ya kusindika haya mazao. Kwa mfano hapa mbele yetu mnaweza mkaona kuna hii dagaa ambayo tumeikausha moja kwa moja kwa kutumia teknolojia ya jua.
Lakini pia tuna hii dagaa ambayo tumeichemsha na kwenda kuikausha kwa kutumia teknolojia ya jua. Na hapa tuna samaki ambao tumewakaanga. Hawa samaki wamewekewa viungo na wamekaangwa vizuri. Kwa hiyo hawa wote, hizi njia zote ni njia za kuongezea thamani hizi bidhaa au mazao ya bahari. Na ukiongezea thamani, nini faida yake? Faida yake kwanza kabisa inaongeza muda wa kuishi wa ile bidhaa. Mfano hawa dagaa leo umewaona hapa hivi. Hawa wanaweza wakakaa kwa muda wa miezi 6 mpaka mwaka bila kuharibika. Wakati kama tusinge waongezea thamani, ina maana kwamba ndani ya muda mfupi wangeweza kuharibika pamoja na kutupwa. Kwa hiyo tunafanya hivyo ili kupunguza ule upotevu wa mazao ya bahari. Kwa hiyo tumewaelimisha wakina mama ili waweze kununua kwa wingi hizi bidhaa. Lakini pia tukumbuke bidhaa hizi ni za msimu. Kwa hiyo tumekuja kuwafundisha wakina mama wakati wa msimu, wakati ambapo bidhaa hizi zinapatikanika kwa wingi, ili kuzuia ule upotevu, basi tuongeze thamani kwa kununua kwa wingi na kuongezea thamani kwa njia ya kuchemsha, kwa njia ya kukausha, pamoja na njia ya kukaanga. Hello, I'm Diana. I'm joining for the VSO, the BB project in Dar es Salaam. Today we are here at Teerdo. Teerdo is a development and research institute. I saw 35 women joining this training. They get training with CIDO, also for marketing, finance, sales. But the last 2 days I saw them preparing fish, sardines, small and big ones, and tilapia. They used the solar drying. They get training about how to work in a clean environment, and how to prepare the fish so that they can sell them and that they can arrange for themselves a good independent life and some income for the women and for their family. So it's a good job, and they were very enthusiastic. Kwa majina naitwa Kibibi Ramadhani, ni mkazi wa Kunduchi kwa Dar es Salaam. Mimi najishughulisha na biashara ya kuchemsha dagaa. Maana kama hili. Kwa hapa leo na siku ya 4 nipo katika hii elimu ya kusomea jinsi ya usindikaji wa hili dagaa. Kiukweli kwa nilichojifunza tangu nilipoanza mafunzo, cha kwanza kabisa ni kuiongezea thamani ili dagaa, lakini pia jinsi ya kununua na kujua kupangilia bei nilizonunua na soko langu. Lakini cha tatu, kuangalia ni namna gani ili dagaa naliongezea thamani zaidi ili naweza kupata soko kubwa la kimataifa. Somo kubwa ambalo mimi limenigusa katika masomo yote ni jinsi ya uzalishaji. Yaani uzalishaji, mfano kama tuseme ningesemea kuzalisha ni kama ujasiriamali. Kwa sababu nilikuwa niko kwenye kapu 10, lakini kumbe zile kapu 10 nina uwezo wa kuzizalisha zikafika mpaka 100. Kwa hiyo nimepata somo kubwa sana la uzalishaji. Mafunzo haya yamebadilisha mtazamo wangu. Kwanza ni kutoka kwenye ufanyabiashara kuingia kwenye ujasiriamali, kwa sababu mimi nilikuwa nikichemsha tu dagaa na andaa ile dagaa, nikishamaliza natia na jaza kwenye magunia, basi nalipeleka kwa matajiri. Lakini kumbe dagaa hili lina uwezo wa kuliandaa, likisha kuwa sawa nikafunga kwenye package zangu hizi, nikaanza kusupply kwenye maduka hata madogo. Yaani kuingia kutoka kwenye kufanya biashara mpaka kwenye ujasiriamali. Kwa majina naitwa Janet Geoffrey Mbali, ni mkazi wa Kunduchi. Mimi najishughulisha na ukaangaji wa samaki. Katika mafunzo haya, jambo jipya nililojifunza kwenye mafunzo haya sana ni usindikaji wa dagaa.
Kusema ukweli, hili swala kwa mimi nilikuwa sijui kabisa. Nilikuwa sielewi kabisa. Ila kwa mafunzo haya nimejifunza kitu katika usindikaji wa dagaa kama hili. Dagaa kama hili kwanza nilikuwa sijui hata linatengenezwa vipi, linafanyeje, lakini kupitia programu hii ya VSO nimejifunza kitu kikubwa sana. Somo lililonigusa katika mafunzo haya ni somo hili la ujasiriamali. Kusema ukweli nilikuwa sielewi chochote, lakini kupitia somo hili la ujasiriamali nimejua kujipangia biashara yangu, kufanya mambo biashara yangu, kuiweka katika hali ya usafi, kuandaa vitu vyangu kwa wakati. Kama ni dagaa langu, ni samaki wangu kama hivyo mteja ameleta, kuandaa kwanza kwenye hali ya usafi, kuosha na maji mengi. Nimejifunza vitu vingi ambavyo sijawahi kuvifanya kwenye biashara yangu. Hapo awali nilikuwa mteja akija, kwa mfano nimechukua samaki wake na waosha tu na maji machafu, naweka jikoni na mkaangia kama hivyo. Lakini kupitia mafunzo haya nimejifunza mteja akija kwanza nimpokee kwa ukarimu, namkaribisha vizuri, nampokea, tunaelewana kupitia mzigo wake, kama tunaelewana ni hivi na hivi na hivi. Tukimaliza hapo nachukua mzigo wake na uandaa kwenye sehemu safi, kama ni kuosha na uosha, namaliza nachukua kama ni mafuta masafi na mwekea jikoni, yani kwenye hali ya usafi kabisa. Kwa majina naitwa Zablati Rajabu Mtunguja kutoka Kunduchi. Mimi ni mjasiriamali, ni mchakataji wa dagaa na ni mkaangaji wa samaki. Katika mafunzo haya, wakati hapo nyuma kabla sijakuwa na mafunzo haya nilikuwa nafanya kazi ovyo. Lakini tangia juzi nilivyoanza mafunzo haya sasa hivi nimepata ujuzi mkubwa sana kwenye akili yangu. Tofauti na mwanzo. Mwanzo nilikuwa nahudumia wateja vibaya. Saa nyingine sijajua kufanya usafi vizuri, nilikuwa siwezi kuongea na wateja vizuri. Lakini kuanzia leo nimejifunza kuongea na wateja vizuri, kufanya biashara yangu kwa usafi na kumeki pesa yangu ya biashara, tofauti na zamani. Zamani nilikuwa nikifanya kazi, hela niliyopata na kula yote, wala siweki hata shilingi. Lakini kuanzia nilivyojifunza mafunzo haya, nimejua kuiweka hela yangu vizuri, nimejua kuwa na thamani ya pesa na kuimeki pesa yangu, kwamba nimefanya biashara hii, hela yangu nimepata, nitumie kiasi gani, niweke kiasi gani, tofauti na zamani. Somo lilonivutia ni somo la uchakataji wa dagaa na uchemshaji. Nilikuwa mimi nachemsha ovyo samaki, dagaa wanakatika vipande, maana nilikuwa situmii ufanisi unaotakiwa. Lakini kuanzia jana nilivyojifunza, dagaa wametoka wazuri kama hivi, wanamvutia mlaji, wako kwenye hali safi na na upeki, tumepeki vizuri, kwa hiyo wanavutia kwa mlaji na wako kwenye viwango bora vinavyotakiwa. Zamani nilikuwa naweka tu, mara wamekatika, mara wachafu. Mtu anakuambia, wewe samaki jana umenipa wa jana, na warudisha. Napigana naye vurugu mteja, namwambia wewe muongo, ili nifiche uongo wangu, ili mimi niendelee kufanya biashara, kumbe nilikuwa nakosea. Lakini kuanzia leo nimejifunza vizuri, nitafanya vizuri, wateja wangu nadhani watakuwa wengi zaidi ya wale nilokuwa nao, kutokana na ufanisi wa kazi nitakao ufanye. Mipango yangu ya baadaye, mimi naenda kupanua wigo wa biashara. Kama zamani nilikuwa nauzia tu pale Kunduchi, kuanzia leo hii mimi nitafanya ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. VSO, napenda kuwashukuru sana VSO na SIDO kwa kutupa mafunzo haya. Maana watu wametuamsha usingizini, tulikuwa tumelala usingizi totoro, hatujui. Tunafanya kazi ya mazoea. Lakini kuanzia leo elimu zipo kichwani, tutafanya kazi kwa uelewa na kwa ufanisi, na tutapanua wigo wa biashara, tutapata hela zaidi na zaidi kutokana na biashara zetu zilivyokuwa kwenye usafi, kwenye ubora wa hali ya juu. Kwa tunashukuru sana VSO, Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Asha Ramadhani, ni mkazi wa Kunduchi. Najishughulisha na biashara ya kukaanga samaki. Vitu nilivyojifunza katika mafunzo haya,
kuongeza thamani bidhaa zetu ambazo tulikuwa yani shughuli zetu tunazozifanya. Kiukweli nilikuwa nakaanga samaki kiolela olela, yani kimazoea. Ilikuwa sijui kama hizi samaki zetu tunazozikaanga ukiongeza thamani, yani ukiongezea inakuwa nazo thamani yake na inapanda. Nilikuwa sielewi. Pia chengine nilichojifunza ni kusindikiza dagaa. Kiukweli nilikuwa sijui na nilitamani kweli kufanya hii kazi, lakini ndio sikuwa naweza, ila nimejifunza naweza na nimetokea kuipenda kweli hii kazi. Na pia natamani kuenda kuifanya kwa sababu nimeshaiona kabisa, yani najiona kabisa naenda kutoka kwenye ujasiriamali naenda kuwa kwenye mfanyabiashara kwa sababu ya hii kazi ambayo tulioifanya hapa. Kwa hiyo mafunzo yamenivutia na nimeelewa kwa makini na nitayafanyia kazi. Pia nimejifunza yani kwamba ukiongezea thamani kama hivi, kwa sababu mimi pia nilikuwa nawaona wenzangu nilikuwa wanachemsha tu, wanaanika, wakishamaliza wanapaki tu kwenye maviroba wanauza kwa jumla, ila nimegundua ukiuza hizi kwa rejareja pia ni vizuri kwa sababu hapo umeongeza thamani na unaweza kusafirisha sehemu yoyote. Unatafuta masoko yako na unasafirisha, unakuwa mfanyabiashara mkubwa tu. Kwa hiyo imenivutia na naahidi kwenda kuifanya kwa sababu nimeitokea kuipenda kutoka moyoni mwangu kabisa. Mimi kwa mafunzo haya nawashukuru sana VSO, nawashukuru sana kwa kunitoa sehemu. Naona kabisa wamenitoa sehemu fulani wananipeleka sehemu fulani. Nashukuru sana yani kwa kila kitu walichokifanya kwangu mimi. Yani najivunia sana kwa kupatikana katika VSO. Nashukuru kwa hilo. Mungu awabariki sana. Wamenitoa sehemu na wanipeleka sehemu. Yani wamenikuza kiakili, wamenikuza yani nimejua vitu vingi. Yani nimejua vitu vingi, nilikuwa sijui kusamini pesa ya biashara lakini sasa hivi najua kuisimamia. Yani nimetoka hapa najua kila kitu kusimamia kuhusu pesa ya biashara na pesa binafsi. Kwa kweli nina furaha na nawapenda sana.